tutoke kwenye madeni hadi kufikia uhuru wa kifedha, ni lazima tuangalie hatua zifuatazo. Najua una deni, lakini naomba ili utoke uwe huru na baadaye uwe na uhuru wako kamili wa kifedha wa mapato, na hiyo passive income kwako utakapozeeka iweze kukusaidia, au utakapofikia ule umri tu wa kusema mimi sasa naacha kazi, unayo hela yako ambayo inakulipa kila mwezi kama sio kila siku. Bwana asifiwe. Hatua ya kwanza, jua hali yako halisi ya kifedha. Amina. Jua hali yako halisi ya kifedha. Jua kipato chako kamili. Unaweza kusema kwamba mimi kipato changu napata nikifanya biashara napata kwa siku, sina kipato cha kusema nitasema kwa mwezi. Sasa ili ujue kipato chako, hakikisha kila kipato chako unachopata kwenye biashara yako unakiandika, na kila matumizi unayopata unaandika. Itakapofika mwisho wa wiki, itakapofika mwisho wa mwaka, mwisho wa mwezi, utakijua kipato chako kwa nini, kwa wiki au kwa mwezi. Ya pili, au hatua ya pili, tengeneza budget, kwa sababu huwezi kutengeneza budget bila kujua kwanza kile kipato chako na matumizi yako. Na ndio maana nimesema jua hali yako ya kifedha kwanza. Ile itakusaidia kuja hatua ya pili ambayo ni kutengeneza nini? Budget. Tengeneza budget yako ya kudumu na uishi. Mara nyingi tunatengeneza budget unapokuwa umepata fedha, au wafanyakazi tunatengeneza budget unapokuwa umepata mshahara. No. Budget yako kama ni ya mwezi ujao, anza kutengeneza mwezi huu. Utaangalia mapato yako ya mwezi huu, utaangalia matumizi yako ya mwezi huu. Mwezi utakafuata sasa itakulinda au itakuguide namna ya kuitengeneza budget yako ya mwezi au nini unaofuata, na iishi hiyo budget. Na kwa kanuni za kifedha au kwa kanuni ya uhuru wa kifedha nasema hivi: katika mapato yako ukishatengeneza, weka 10%. Tunasema hiyo ni ya nini? Ni ya Bwana, hiyo ni zaka. Lakini weka 20%. 20% ni kwa ajili ya akiba na uwekezaji. Jamani, hizi bajeti zimefanywa tafiti na wataalamu wa kifedha, sio kwamba zimetungwa au mimi nazitamka tu. Ni kitu ambacho kimepatiwa utafiti, ni kitu ambacho wameprove kwamba hiki kinaweza mtu kikamsaidia akatoka katika kongwa la fedha la madeni, lakini akawa na uhuru wa nini? Wa kifedha. Kwa hiyo 20% akiba na uwekezaji, 20% nyingine matumizi yako binafsi. Kuna matumizi yako binafsi kama mama, kama baba. 50% ndio mahitaji yako ya lazima ambayo ni chakula, kodi, nini na nini na nini. Lakini kama una madeni, naomba nikueleze hivi: kama una deni, tenga 10% zaka, tenga 20% akiba, tenga 20% kulipa madeni. Tusikaushe madeni wapendwa. Hayo madeni tunasema kausha damu. Ni sisi tumejielekeza kwa kutokuweka nini? Akiba. Tenga 20% ya kulipa madeni, lakini 50% utaweka kwa ajili ya matumizi mengine. Sasa hatua ya tatu sasa ni namna ya kutokomeza nini? Hayo madeni. Hatua ya tatu ni kutokomeza hayo madeni. Kwanza, lipa deni dogo kwanza. Kama una madeni 2 3, moja kubwa au nini, lipa deni dogo kwanza. Amina. Ya pili, maliza deni moja baada ya moja. Unashindwa kulipa madeni kwa sababu umeyajumlisha yote, umeshika kichwa na sema sasa mimi nitakufa. Ndio hapo tutakupata stress, hapo ndio stroke, hapo ndio hivyo. Lakini panga kulipa kulingana na madeni madogo yalipe kwanza. Baada ya hapo fuatilia deni linalofuata, lipa deni baada ya moja. Baadaye utajikuta uko huru. Lakini pia hamisha nguvu kwenye deni linalofuata. Au unaweza ukaanza na deni lenye riba kubwa. Kwa mkopo umekopa benki hazina riba kubwa kama madeni ya tunasema kausha damu. Kausha damu ni taasisi ambazo tunasema ni microfinance. Ni huduma ndogo za kifedha ambazo nazo zimesajiliwa nini? Kisheria. Ni dharura tu. Yaani zile ni mikopo, ni taasisi ambazo zinatoa madeni ya dharura tu. Ndio maana asilimia yake unakuta ni 20 ngapi, ili utakapomaliza kwa mwezi ulilipe. La sivyo litakumaliza ukiendelea kuliweka zaidi. Kwa hiyo lile deni lenye riba kubwa lilipe mapema. Cha 4, ili uwe huru na mikopo hiyo isikupate au uwe mbali na madeni, tengeneza
emergency fund. Tengeneza akiba zako za dharura. Akiba ya dharura hii utakuwa unaitumia pale tu unapopata uhitaji ambao ni wa ghafla, labda umeumwa au umefanya nini. Hii fedha hutakiwi kuwa umeilipa, na ili uweze kuwa nayo unaweza kuiwekea miezi mitatu, kuanzia miezi mitatu. Anza kujitengea kama ulikuwa huna hiyo plan. Mwezi wa kwanza kama unaweza kuweka 100,000 au 50,000 au 20,000, itategemea na uwezo wako. Mwezi wa pili hivyo hivyo. Ikifikia miezi mitatu au miezi 6 ndo uanze kuutumia huo mfuko wako wa nini? Wa dharura. Amina. Hapo tunapotakiwa kuanza kutumia huo mfuko wako wa dharura. Nasema mfuko huu wa dharura ndo mkombozi wa kutoka kwenye madeni. Maana yake ni nini? Madeni mengi tulionayo ni kwamba tunakuwa hatuna fedha completely. Huna fedha kabisa, deni limekuja au uhitaji umekuja wa ghafla, umepata shida, umeumwa ghafla, na kama ndio huna hizo nini kama huna nini tunasema bima ya afya, yani umeumwa ghafla, mtoto nini, kama huna huu mfuko wa dharura, ndipo ambapo madeni makubwa yanakuja na unakuwa na changamoto ya deni. Lakini hatua ya 5 ni ambayo wenzangu waliotangulia walishakueleza kwamba anza sasa kuwekeza. Unatangulia kwanza mfuko wa emergency. Ukimaliza huo mfuko wa dharura, anza kutengeneza uwekezaji wa mapema. Na uwekezaji wetu tusiwekeze sehemu moja. Uwekezaji wa kwanza ni nimesema, kwa mfano kama hii emergency hii nini akiba za dharura, unaweza ukaweka kwenye M-Wekeza. Kwenye M-Wekeza tunazo mfukoni jamani, wala huna haja ya kuwa na na benki. Kila unapopata hela yako iweke huko, na hii huwa haikatwi kama inavyokatwa benki. Ukiweka M-Wekeza kama akiba zako za dharura haikatwi, na zaidi sana utalipwa 13% kwa mwaka. Lakini unaweza ukawekeza kwenye hizi treasury bond. Tunahitaji sijui kwa hati fungani unaweza ukaweka kwenye hati fungani. Hati fungani wapendwa, sio mamilioni. Unaweza ukaanza na milioni 50,000 tu hati fungani, ukaweka huko kila mwezi, hata ikafika milioni 1, isahau huko. Baada ya miaka 5, miezi 10 utakuja kunishukuru. Hati fungani inazalisha na hati fungani itakulipa. Hati fungani itakusaidia kutengeneza mtaji wako. Ya pili, hizi tunasema treasury bond. Hii ni fungani ya muda, tuseme ya muda mfupi. Ni aina hiyo ya hizo treasury bond au hati fungani, lakini hii huwa ni ya muda mfupi. Kwa hiyo kuweka kwake unaanzia 500,000 tu na bado itakuzalishia faida. Lakini pia sasa hivi kuna kitu ambacho bado serikali haijatangaza rasmi. Tunasema uwekezaji wa kidijitali, digital asset. Nadhani vijana wanafahamu. Digital asset sasa hivi imekuwa tayari imetambulishwa. Wanaizungumzia BOT, baadaye itanani. Wapo ambao sasa hivi wanafanya, lakini si washauri sasa hivi. Watu wengi wamepigwa sana kwenye hizo digital asset. Unakuta tu kimekuta kitu kwenye simu, sijui wekeza hivi. Watu wamelizwa sana, lakini baadaye serikali itajua namna ya kuikontrol hicho kitu. Kwa hiyo uwekezaji hujenga utajiri wa muda mrefu. Hakuna ambaye hapendi utajiri jamani. Nadhani nishaeleza kwamba Mungu yeye ndio anayetupa nguvu ya kupata utajiri. Amina. Lakini hatua ya mwisho ambayo ndio namalizia, bado moja tu, tengeneza vyanzo zaidi ya kipato kimoja, nimeshaeleza. Lakini kingine, hatua ya 3, jenga mfumo wa fedha. Fanya pesa ijisimamie yenyewe. Kwa mfano kama wewe unafanya biashara, sasa hivi kuna mifumo mingi sana. Mingine inauzwa kwa 30,000 tu. Ukiweka ule mfumo utakontrol mapato yako na matumizi yako. Nikisema mfumo, sijui nisemeje, unaweka kwenye mfumo hata kama ni kwenye simu, hata kama kwenye laptop kama unayo. Kwa hiyo kila fedha inayoingia unaiweka kwenye huo mfumo ili iweze fedha yako kufanya nini? Kujisimamia, kwa sababu utakuwa umeweka budget. Ina maana pale unapozidi itakualert kwamba hapa unazidisha matumizi yako. Kwa hiyo jenga mfumo katika matumizi yako. Naomba nimalizie kwa kusema kwamba tunatakiwa kuepuka hayo makosa ili tuwe huru,
na tukifuata hizo hatua na kuziishi, utakuwa mbali na changamoto ya nini, ya madeni, na utakuwa na uhuru wa nini, wa kifedha. Kwa hiyo usiishi juu ya kipato chako. Kopa, lakini usikope bila kuwa na mpango. Kutokuwa na akiba, lakini pia usifanye makosa ya kutegemea chanzo kimoja. Lakini siri kubwa ya uhuru wa kifedha, tumia kidogo kuliko unachopata. Maana tumechazea Watanzania au Afrika, ukipata hela hapata tulia hapa mpaka ile fedha imefanya nini, imeisha, ndio unasema nitaka nifuge kuku. Lakini ulipopata pale zote utazitumia zote. Kama umeziweka ni kabatini, mkono hautaisha. Ukiingia ndani umetoka, kitenge kimepita, samaki wanapita, sijui nini. Tumia kidogo kuliko unachopata. Na kama utajiwekeza, jiwekee akiba, wekeza kwenye taasisi tofauti, lakini pia ongeza kipato. Kwa hiyo uhuru wa kifedha ni nidhamu. Uhuru wa kifedha ni nidhamu, yaani ukizingatia budget, ukizingatia kujiwekea akiba, ukizingatia kuwekeza, ukizingatia kudhibiti matumizi yasiyo ya lazima, utatoka kwenye uhuru wa kifedha. Kwa hiyo niwaombe vijana wangu na wenzangu, usijikatie tamaa. Hata umri huu wa kwangu, mimi bado nawekeza na bado najaribu biashara. Amina. Kwa hiyo fursa ni nyingi sana vijana, tusikate tamaa. Fursa ziko nyingi mno. Ukiangalia kwa mfano biashara iliyoko sasa hivi huko Uchina, ambapo vijana mkijikusanya, kuna maguta haya yanauzwa hata kwa 500,000. Nilikuwa naangalia huku kwenye lakini mkajichanga pamoja, mkatoka huko, bado neema ipo, bado chansi ipo. Kwa hiyo tujitahidi vijana wetu, tunawatakia mema. Hatutaki muwe na stress kama sisi wazazi wenu. Hatukufundishwa elimu ya fedha, tulifundishwa mambo ya uhasibu. Tulifundishwa jinsi ya kutunza hela za taasisi, lakini sio fedha yako binafsi. Ashukuriwe Mungu, nyie sasa hivi kuna elimu ya fedha. Kwa hiyo zingatia hayo, fanya maandalizi, fanya yote katika na la zaidi ukimtegemea Mungu, kwa sababu anasema maandalizi ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu linatoka kwa nani? Kwa Bwana. Kwa hiyo waza utele. Amina. Waza utele. Iko siri kubwa katika kufanikiwa. Usijikatie tamaa kwamba mimi sina. Kwa kadri unavyojiwazia utele, mimi hapa na uzee wangu hapa najua kwamba mimi nitakuwa milionea baadaye. Amina. Kwa hiyo think positive. Yani waza vitu chanya kwamba mimi ni milionea, fedha itanijia. Sofa na Mungu. Sofa haraka zile alizomwahidi Abraham zitanipata. Mungu awabariki.